wakiona kibanzi jicho mwa ndugu yako, na papo hapo ulioni boriti lililo jichoni mwako. Ondoa kwanza boriti lililo jichoni mwako, upate kukiona kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako. Kwa nini wakiona kibanzi jicho mwa ndugu yako, na papo hapo ulioni boriti lililo jichoni mwako? Ondoa kwanza boriti lililo jichoni mwako, upate kukiona kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako. Mtu mmoja alitamani mwana kondoo wa masitini, aliambiwa Daudi, eti tumfanyeje, kwani hakuliona boriti lililo jichoni mwake. Akaamua ili mtu yule auawe. Ndipo hapo Nathani akamwambia, eti mtu yule si mwingine ni ewe mfalme. Daudi akashangaa kuona ana boriti, na kwa kuliondoa akaomba Mungu msamaha. Kwa nini wakiona kibanzi jicho mwa ndugu yako, na papo hapo ulioni boriti lililo jichoni mwako? Ondoa kwanza boriti lililo jichoni mwako, upate kukiona kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako. Nasema kwa nini? Kwa nini wakiona kibanzi jicho mwa ndugu yako, na papo hapo ulioni boriti lililo jichoni mwako? Ondoa kwanza boriti lililo jichoni mwako, upate kukiona kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako. Kisa kingine cha Yuda na mkwewe Tamari, alipompa rehani eti aingie kwake. Baada ya miezi mitatu Yuda akasikia kwamba mkwewe Tamari ana mimba haramu. Kwani hakuliona boriti jichoni mwake, akaamua kusema, leteni Tamari ateketezwe. Ndipo hapo Tamari alipoleta rehani, eti mwenye fimbo na pete ndiye mwenye mimba. Yuda kuona fimbo na pete akaanguka, eti kweli Tamari ni mwenye haki kuliko mimi. Kwa nini wakiona kibanzi jicho mwa ndugu yako, na papo hapo ulioni boriti lililo jichoni mwako? Ondoa kwanza boriti lililo jichoni mwako, upate kukiona kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako. Asa kwa nini wakiona, kwa nini uone boriti? Ondoa boriti jichoni mwako, upate kuona kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako. Nasema kwa nini tuviona vibanzi macho mwa ndugu zetu, na papo hapo hatuzioni boriti zilizo machoni mwetu? Tuondoe kwanza boriti zilizo machoni mwetu, tupate kuviona vibanzi vilivyo machoni mwa ndugu